Magule na Kigamba. Sawa. Ama tuko sasa kwa admission Yes. Tumejua air travel and related studies center ni akina nani? Tumejua ni kwa nini twende hapo tusome, tutimize ndoto zetu. Sasa ni nini inahitajika kutoka kwetu ndio sasa tuwe wanafunzi? One of the key things ama ile mambo kwanza sasa tunahitaji sana ni passion. Passion, mwanafunzi lazima kuwe determined na kuwe dedicated kusoma. Kwa sababu hii ndio ile kitu ambacho sasa mtu atakuja nacho. Because kama hauna passion ya kuwa mpishi, hutafurahia haya masomo. Kama una passion ya kutembea ama ile ya kufanya customer service pale kwa hoteli, hiyo hutaweza. So jambo la kwanza tunalozingatia sana na tunaulizanga mwanafunzi, uko na passion na kufanya hii? Juu hii ndio inaweza kutendekeza na inakuweza kusoma, inakuwa rahisi kusoma na kutendekeza kazi. Because tunawa train kuwa proper professionals. Ni kama wewe hapa hivi uko na passion. Kuamka kuja kufanya kazi. Niko na passion. So among the things that we need ndio hiyo. High school we need lazima kuwa umepitia through high school. Because among the TVETA requirements, since we are a high learning institution, sisi kama college lazima kuwa umepitia high school na grade yote anywhere from C-. Wale ambao walisikia hawezi pata kwenda campus one reason or another, hiyo ndio one of the main requirements. C- kwenda juu ama kurudi chini? C- kwenda juu. Kwenda juu. Yes. Utapata pia wale utapata kuna wanafunzi wale ambao like I said alipata B. Akaitwa university kusomea labda B commerce and kitu kama hicho. Lakini passion yake ilikuwa kuwa cabin crew. You're most welcome kuja kusomea hapa hivi. Kwa sababu hao ndio wanakuwa excellent kwa hii industry. Kama ni travel and tourism, unaisikia utakuja utaongea na wazungu, utaongea na watalii. Hiyo bado inahitaji watu ambao wamehitimu shule vizuri. So hizi ndio one of the main things yenye tunaeleza na tunawasisitiza ni kwamba shule sana sana hatukagui ama hatuko worried. Mtu anakuja unamuuliza ulipata nini, anakuambia sisi asemi vizuri. Lakini usiogope kuja kuongea na sisi because these are professionals that we train you na tunakuguarantee that tukishakupatia hizi international accreditations itakuwa easy for you kwenda kufanya kazi mahali kokote. Ndio. Na umeongea mambo ya passion Nakumbuka kuna wakati mmoja kulikuwa na mjadala bungeni. Mbunge mmoja akauliza kipimo cha passion ni nini? Kuna passionometer. Hiyo ni kumaanisha kama nimesikia habari kuhusu hii college na nataka kujiunga na nyinyi, kitu cha kwanza nikifika kwenu ni kaa chini na mimi niulize kwa nini unataka kufanya hii. Yes. Nao ndio tunakuguide. Tunakueleza kama ni kuwa food production, utaenda kuwa proper chef. Chef analipwa pesa nzuri sana. Of course now sasa kuna ile determining ile career ungetaka kwenda kufanya. Chef ndiye main attractor. Nyumbani unaona kama hapo hivi nyumbani you like good food. Sisi wote tunakula chakula mzuri. Lakini kuna wale wanajua kuprepare vizuri, wanajua kuongea na wageni vizuri. Kama kuwa mpishi. Na wapishi nyumbani labda unapika bure, lakini kuja hapa hivi unapewa duty na vyombo nyumbani. Lakini you can make a career out of that. You become a proper chef na hoteli zitakuwa zinakulipa over 300,000-400,000. Hizi ni makazi ambazo wanafunzi wengi sisi hapa kwetu ukienda Dubai usema air travel watajua. Kwa sababu wanafunzi wengi wetu wako pale kwa hizi mahoteli. Kama ni hotel management, again mahali kama front office, restaurant service, ukaenda utapata ni wanafunzi wetu wako pale hivyo. These are the courses zenye tunaeleza zinaweza kuwapeleka mbali sana. In travel, vile mnasikia kuna wale wanapenda kutravel. Na unalipwa free. Unalipwa kuenda Dubai. Yaani una travel huko kazi, kulipwa. Na uko kazi. Wengine wamelipa air tickets. Wewe hapo hivyo. Unaenjoy facilities za first class. Unaenjoy free wifi kwa ndege na kila kitu. Wakienda kwa hizo lounges unabaki tu kwa hivyo unapata free access. So unapata
hizi zote as long as uko na hiyo ushawishi kuweza kufanya kazi, hiyo inakuwa rahisi sana. Ndio. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni hiyo ndio imekuwa ndoto yako. Ndio. Ndoto yangu imekuwa ni kuwa executive chef. Ndio. Ndoto yangu imekuwa ni kutembea dunia mzima nikiwa kwa ndege kama cabin crew. Hiyo ndio qualification ya kwanza. Hiyo ndio one of the main. Hiyo ndio vitu zenye tap into as a school. Na swali ambalo najua litatokea ni mambo ya school fees. Inalipwa aje? Bwana Francis ametuambia kuna kozi za mwaka mmoja na nusu. Before tufike hapo kwa school fees, hapa shuleni mwetu, it's a fully boarding institution. That means it's catering for the accommodation, for the meals, for tuition and all that. Isikuwe mwanafunzi anakuja anasoma alafu ikifika saa 6 anashangaa nitatoa wapi lunch. You're already taking care of that. Isikuwe inafika jioni anashangaa nitaenda kulala wapi ama malazi yako wapi. Hostels ziko pale shuleni. Chakula kipo pale shuleni. All that na masomo bado. So kazi yako wewe tu mlete mwanafunzi tunamsomesha. All that is catered for in a fee yetu ambayo ni 2,040 kila mwezi. Sasa hiyo inamaanisha ni around 1,300 per day. Na hiyo utapata breakfast. Breakfast yetu iko na mayai na sausage. Mzuri. So what nataka kueleza kwa pia picha. Environment mapema. We cannot train you when you find hospitality Kempinski na hujazoea hizi vitu. Kula poke knife. Alafu kuna chai ya sane. Na wale wanataka kahawa pia watapata. Alafu kuna lunch. Lunch ni full buffet. Ukija hata shule nitakualika leo kama tunaweza enda lunch zone pale ya Travel. Buffet wanakula hapo hivyo. Of course na fruit ile iko season. Maembe nasikia unasema bado tunakula na hiyo pia bado We are waiting for it hapo December January ndio tutakuwa nayo. Maembe hiyo sa fruits at lunch time. Kuna chai ya sane. And of course we have dinner. Dinner ni a proper meal. Ile chakula mzuri wanakuwa tunafunza nakula from ile appetizer, main meal na all that. So this our idea ni to make sure mwanafunzi pale Karen ako comfortable sana. Na hii 40,000 inachekea even kwenda trips. Hatuwezi kuwa tunakufundisha as a travel and tourism student na hujui kuvuka border. Na hujui maneno ya kustampiwa passport. That's why tuna trips kama ya kwenda Arusha. Ukijoin na sisi ambayo tuna join September. December tunaenda Arusha. Kuna wengine hawajaipita ile account. Sasa sisi wanafunzi wetu we make sure that we take you worldwide and of course ina expand your mind, mindset kidogo. Masai Mara bado tunaendana. Tunapeleka wanafunzi Mombasa because kama tunakutrain maneno ya hoteli, important tuweze kuona hizi hoteli zipo, una interact nazo. Ndio nasema tu hata ndio next time ukipeleka ukifundishwa tu guiding, si ati unaona simba unafurahia kuliko wageni. Wewe ni tour guide lazima gari kwanza. Unazima gari kwanza, unafurahia kuliko mgeni yule hata mgeni anashangaa. Unafaa kuwa umezoea. So unafaa kuwa umezoea mahali Masai Mara hipo. Unafaa kuwa umezoea kuona simba. Unafaa kuwa umezoea na within those 2 years unasoma na sisi tunakupeleka hivi. Hiyo yote iko catered kwa ile fees. Yote iko catered kwa hiyo fees. September sisi tunaenda Kilimanjaro. Nimekuwa huo mlima mara 2, mara 3 sasa naenda mara 4 sasa. The highest mountain peak. So unapata as a school it's not only about masomo yako. Iko involved pia na extracurricular. So that by the time unatoka huko you are well all rounded in the travel, tourism and hospitality industry. So that's why tuna mold wanafunzi wetu hivi. Ndio. Na mnawaruhusu kulipa polepole ama hiyo ni makubaliano ya mwanafunzi na chuo? That's the beauty about it. As a school, we are a private institution. So tuko very flexible. Wazazi wanalipa polepole. Kama wewe uko na hiyo maembe na leta shule, hata hutakutisha shilingi. Hiyo maembe tunaiconvert into school fees. Kama kuna mwingine analipa anything anataka analima hata kuna nzoo, nzoo. Kama unalima nzoo leta shuleni. Tunakata pale kwa school fees. So usifikirie hii 40,000 nitatoa hapo kwa huu mwezi. Na uko na maembe which can later translate into the school fees. Tunapenda kutengeneza hadi juices and all that. So kama wewe ni mzazi uko hapo, anything uko nayo, we even allow such a butter trade ya kulipa shule. So usikuwa umefikiria umefungiwa and all that. So we are that flexible in terms of payment. Kwa hivyo